kwa wakina mama ambao hawawezi kuzaa, nendeni kwenye hospitali, chunguzweni vizuri. Mtakapochunguzwa vizuri, jawabu litakalokuja, wasikilizeni wataalamu watakachokizungumza. Wakikizungumza na wakasuggest kwamba nyinyi mfanye IVF, kimbieni haraka, nendeni mkafanye IVF. IVF inakupa urahisi wa kupata mtoto umtakaye. Lakini intrauterine insemination kwa maana ya IUI haikupi uhakika ya kupata mtoto ambaye umtakaye unless ufanye genetic study vizuri pamoja na sperm analysis vizuri, ya identify kwamba ni mbegu gani ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya IUI. Lakini ni procedure ambazo zinafanyika vizuri sana. Na kwa kina baba na kina mama ambao wamepimwa vipimo wakakutwa wako vizuri tu, baba yuko vizuri na mama yuko vizuri, endeleeni kumwomba Mwenyezi Mungu, atawapatia mtoto. Mungu yuko kazini na atawapa mtoto kwa wakati aufaao yeye. Na Mungu hawahi wala hachelewi, na sio wewe wa kwanza kukosa mtoto katika dunia hii. Tuliangalia hata wazee wa imani walikosa watoto. Tulimuona Sara alikaa kwa muda mrefu. Tukamuona Rebeka kwa Isaka alikaa kwa muda wa miaka 65. Lakini pamoja na hayo, tukamuona Raheli kwa Yakobo alikaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kama baba wa imani hawa waliweza kuchelewa kupata watoto, sembuse mimi na wewe. Kwa hiyo tumaini tuliweke kwa Mungu. Umepimwa ndio, umekutwa kwamba huna matatizo yoyote, baba hana matatizo yoyote, mama hana matatizo yoyote, lakini hampati mtoto. Ninakwambia hivi leo, utapata mtoto wako kwa wakati Mungu ambao atauruhusu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu akusaidie ukapate familia ambayo itakuwa na furaha kuanzia hapo na hata milele. Je, unahitaji mtoto? Njia rahisi ya kupata mtoto kama una sifa zifuatazo imepatikana. Je, milija yako imeziba na imepimwa ikathibitika imeziba? Je, umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka mingi na umri unakwenda? Je, ulishawahi kufanyiwa upasuaji mara nyingi na bado huwezi kushika ujauzito? Je, unaambiwa pengine mayai yako hayapevuki na umri bado unasogea? Na je, umeambiwa huna tatizo lolote lakini bado haushiki ujauzito? Njia moja tu na ni bora na ya kisasa ya kuweza kumaliza tatizo hili la ugumba ni njia ya IVF. Na IVF sio very involving, no. It is not too involving activity. It is not too involving process. IVF sio kitu ambacho labda unatakiwa kwenda hospitali kila siku, hapana. Wakati mwingine unaweza kupewa dawa na ukajihudumia nyumbani. Ukapewa dawa na ukawa unajihudumia katika nyumba yako. Kwa maana hiyo ni kwamba hakuna sababu ya kufikiri kwamba lazima uende hospitali, hapana. Unaweza kujihudumia mwenyewe nyumbani. Na siku kadhaa ambazo mtaalamu atakuwa amekuelekeza, basi hizo siku ambazo mnaweza mkawa mnakutana. Lakini hii IVF protocol inaweza kufanyika hata ukiwa nyumbani na ukajihudumia mwenyewe, ukawa unajihudumia mwenyewe nyumbani. Kwa maana hiyo IVF sio kitu cha kuogopa kufanya. IVF haihitaji likizo. IVF haihitaji upate leave. IVF haihitaji upate mapumziko yoyote ile ya kazi. Kwa hiyo nendeni muwaone wataalamu. Katika umri ule ambao utakao kuwa umeambiwa kwamba pengine hauwezi kuzaa kwa njia hauwezi kupata mimba kwa njia ya kawaida, kawaoneni wataalamu. Wataalamu wataainisha nini cha kufanya mapema. Wakiwapendekezea kufanya IVF, fanyeni IVF. Nendeni kwa wataalamu wakawashauri namna ya kufanya IVF. IVF inapatikana sasa kote nchini na bado
unaweza kwenda katika nchi zingine za duniani kote leo huduma ya IVF inapatikana. Na je, wewe ni mwanaume au baba ama mvulana au kijana wa kiume na umekaa na mke wako kwa muda mrefu bila kushika ujauzito? Njia ni hii: nenda kawaone wataalamu, pima kiwango chako cha mbegu. Kama hakifikii level ya zile mbegu ambazo zinapaswa kuwepo kwenye kiwango cha kurutubisha yai, wasikilize wataalamu, watakueleza nini cha kufanya. Na watakapokuambia kwa pengine kuna haja ya kula dawa yoyote ama kupata supplement yoyote, wasikilize wataalamu. Lakini hakuna sababu ya kwenda kwa waganga, kwa maana kwamba unakwenda kutatuliwa tatizo ambalo haulijui. Nenda kwa wataalamu. Wataalamu ndio watakaosema kwamba wewe una shida hii, na baada ya kukwambia basi ufanye kile ambacho wanakueleza. Kwa utafiti uliofanywa, ni zaidi ya 20% akina baba huchangia katika ugumba. Kwa maana hiyo, hili ni tatizo kubwa katika jamii. Akina baba nao unaweza kuwa unafanya tendo la ndoa vizuri tu, lakini uwezo wa kuzalisha huna. Unaposhindwa kuwa na uwezo wa kuzalisha, unapaswa kwenda kuwaona wataalamu ili wataalamu waweze kukushauri njia bora ya kuweza kukutibu tatizo lako. Kufanya vizuri tendo la ndoa haimaanishi kwamba unaweza kuzalisha. Unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri, lakini uwezo wa kuzalisha ukawa ni mdogo. Kwa maana hiyo, nawapendekezea vijana, wavulana, wakina baba, kama unaona kwamba pengine mama hapati ujauzito na umekaa naye kwa muda mrefu, ninakupendekezea tafadhali nenda kawaone wataalamu wakushauri nini cha kufanya. Lakini kingine kwa akina baba ni kwamba kuna sababu nyingi zimethibitika ambazo zinapelekea akina baba pia wakose mbegu zao zikose kuzalisha, ikiwa ni pamoja na unywaji wa pombe kali na mtindo wa maisha ambao unaweza kuendelea, utumiaji wa soda wa kupindukia, utumiaji wa vitu vitamu vya kupindukia. Hivi vyote vimepelekea wakawa wanapata shida kwenye mbegu zao. Wakati mwingine wanapata shida kwenye mbegu zao kwa sababu ya maradhi. Yanaweza kupatikana maradhi katika maisha kwa sababu sisi ni binadamu tu. Anapopata maradhi baba, pengine yanaweza yakapelekea mbegu yake isiwe na ubora tena. Anaweza kuwa mwanzo alikuwa anazalisha vizuri, lakini hapa katikati katokea akaanza kutokuwa na uwezo wa kuzalisha. Kwa hiyo usifike sehemu kwa unasema mbona nina watoto lakini mbona inakuwa hivi. Nenda na mke wako kapimwe, nendeni mkapimwe wote, mpewe majibu, halafu wataalamu watawashauri nini cha kufanya. Na unapoambiwa pengine kwamba hauna mbegu kabisa, hazionekani mbegu kabisa, wanajaribu kupima, wanakuambia this is azoospermia, hakuna mbegu kabisa. Cha kufanya, nenda kwa wataalamu waliobobea kwa ajili ya magonjwa yanayosababisha ugumba. Hao wataalamu wanayo njia pia ya kuweza kuaspirate, kufanya sperm retrieval, kuziaspirate zile mbegu kutoka moja kwa moja kwenye testicles. Wanao uwezo huo na wanaweza wakafanya na ukafanikiwa. Kwa hiyo hakuna neno la mwisho linaloweza likakufaa katika swala la ugonjwa au jambo linalokusibu. Ukiambiwa huna mbegu, bado nenda kwenye hospitali ambazo watakwambia wataalamu hao kwamba ikiwezekana nenda mahali fulani. Wakikwambia wakakurekomendia hiyo hospitali au chochote watakachokwambia, wasikilize wataalamu. Huduma hizi zinapatikana kote nchini kwetu. Wataalamu katika nchi yetu wamejaa, wamebobea kabisa katika swala la ugumba. Kwa hiyo nenda kawaone kokote katika nchi yetu.
Nchi yetu imejaliwa kuwa na wataalamu wengi sana. Nenda kawaone kokote kule, watakushauri vizuri na watakupa njia nzuri ya kuweza kumaliza tatizo lako la kutokuzalisha. Na wakina mama pia, chunguzweni vizuri mapema kabla ya umri haujasogea sana. Maana umri ukisogea sana, hata hizi IVF tunazofanya wakati mwingine zinaleta shida ya kufanikiwa kwa sababu ya umri umesonga sana. Japokuwa success rate yake ni kubwa, karibia 80%, lakini bado kutakuwa na changamoto kama umri unakuwa umesogea sana. Na nikupendekezee kwamba usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta watoto katika nyumba. Msichoke kabisa kabisa kumwomba Mwenyezi Mungu. Chanzo cha familia ni Mwenyezi Mungu. Chochote unachopitia katika nyumba yako ni Mwenyezi Mungu. Mwingine anasema mbona nimemeza dawa nyingi sana? Hapana. Usichoke. Niwape kisa hiki ambacho pengine kinaweza kikawasaidia. Ujue wakati mwingine Mungu anaweza kukupa jaribu ili akupime aone utalimaliza kwa namna gani. Na kama Mungu anavyosema, haangalii mwanzo mzuri ila mwisho wenye ushuhuda. Kwa maana hiyo, unapopata changamoto ya kutopata mtoto katika nyumba yako, mtegemee Mwenyezi Mungu, atakuvusha tu katika jaribu hili. Ataangalia roho yako inakusudia nini katika jambo hili. Kwa hiyo muombe Mungu kwa nyakati zote. Muombe Mungu, na muomba Mungu hachoki. Usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Kumbuka Mungu anakusudi na anajua nini kinachoendelea katika nyumba yako. Endelea kumkumbusha Mungu, katika jaribu hili umenipa mzigo mkubwa. Mbona kama siuwezi? Bwana nisaidie. Mungu atakusaidia. Mungu atakupa watoto katika nyumba yako. Utafurahia kama wengine wanavyofurahia. Na Mungu anampa mtu mtoto kwa wakati wake yeye anaouona unafaa. Kwa maana hiyo usichoke kuvumilia. Endelea kuvumilia.